Huyo ambaye anaongea shares anatuambia governors you must behave ndiposa mpate askari wenu. Me, I don't need police officers. Hao wananchi ni askari wa kutosha. I'm not going to behave anytime soon to please the deputy president. I'm not. I'm going to do what these people have sent me to do with my conscience. Kwa hivyo mambo eti lazima magavana, tutawezaje sisi magavana 47 eti magavana 5 toa askari nyang'anya wao bunduki? Kwani nia yako ni gani? Sisi tunasema kwamba tuhitaji hao askari, kwanza wananchi ndio wazuri, tutasimama. Kuna mtu atalalamika juu ya bei ya mafuta. Shida sio bei. Shida ni kwamba hamuna kitu kwa mfuko ama namna gani? Na ndio mimi natafanya ile nitaweza. Hii ya kuweka pesa kwa mfuko. Hii ya kupatia mama wetu kazi. Hii ya kupatia vijana kazi, hiyo mimi naweza. Hiyo ingine sitaongea, mimi sio waziri wa mambo ingine. Mimi ni waziri ya kuweka pesa kwa mfuko. Kutoka leo hautasikia nikiongea mengine. Hiyo ingine mkaulize wale wengine. Kwa sababu mimi nawaambia ukweli, alafu mimi nachomeka. Hapana. Ama namna gani? Mimi nikikosa kufanya industrial park mniulize. Nikishindwa kupatia vijana kazi ni mimi na William Ruto. Masoko ya bidhaa yenu kikosekana mniulize mimi. Mimi yangu inaishia hapo. Zaidi ya hapo ni kusema Bwana asifiwe na kukojea kuona ufalme wa mbinguni. Umachoge hoye. Mbiyamule. Hapa mranga kimogireta hivi. Bose rande. Allow me, because of the time. Ngorundege ndongo tigirande barongo ga sere lit koligma. The Cabinet Secretary, Minister of Investment, Trade and Industry, Honorable Moses Kuria. Officers from the Ministry of Investment, Trade and Industry, Honorable Senator President, Members of Parliament, County Speaker, Honorable Philip Nyanumba, Members of the County Assembly, County Executive Members, Honorable Residents of Machoge Borabu. Mokonga Anchira, Nkwaneke Songo Kekego, Manya Ukwaneke Gusi. Mokonga Anchira boyo? Ladies and gentlemen, I'm happy to witness the launch of the County Aggregation Industrial Park, KAIP, here in Kisii. I take this earlier opportunity to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto, for considering Kisii as one of the 21 counties in the first phase of this nationwide project, whose initiative aims at transforming the county to an industrial economy by the year 2030. Importantly, Kisii County has several key value chains that have higher post-harvest losses, which can be minimized if produce is value added into products of high value with long shelf life, and this includes coffee value chain. There are 58 coffee factories in Kisii processing purchase coffee through pulping without milling. There is need to set aside a section of milling purchasement coffee centrally into clean beans for direct marketing. And I want to really sympathize with my people here. When I was a member of Parliament of Dagoretti, I used to go to the US every year only to sell coffee from Kiambu. It's a time that again we're going to revive our coffee in Kisii. Avocado value chain. The county will require a county avocado park house for sorting and grading of edible oil, cosmetic oil, and pharmaceutical oil. Earlier, the Member of Parliament of Machoge Chache just mentioned
have put a nursery, the only nursery in this region. Already there is 250 seedlings of avocado. Our aim is to produce 1 million for our people for planting. We will be having enough of the avocado. Indigenous vegetables, the county produces a lot of high-value indigenous vegetables such as managu, chinsaga, and African spinach, enderema. These vegetables are often transported out of the county and processed with the poor transportation system. There's need for a vegetable park house for sorting and grading to attract better prices and consumer acceptance. I did, through the World Bank, again not far from here in Magena, we have put a cold room for our vegetable. It's finished. I'll be launching it probably in 1 week. Banana value chain, there is a need for expanded banana value chain area for multiple products with minimal wastage. They include crisps, flour, ripening, weaving areas, among others. Allow me to mention 2 things before I welcome my colleague, Waziri Moses Kuria. Bwana CS, I want to laud you and your ministry for effectively coordinating this multi-billion project in our county. For us, this is a major step towards industrialization in Ikisi, which is among the fastest growing county in the nation. Thank you, my brother. And I want just to mention out, you know, this country is not a share country. There is one individual, and my brother asked the deputy president, is the senior most, the second senior most in this country, to respect all Kenyans. Instead of him telling us that watu wako na shares, basi kama ni shares pia sisi wa Kisii tuko na shares kupitia Machogu, kupitia kina watu. Tunaomba tafadhali mambo ya shares waweke kando, tujenge inchi. Hiyo shares sisi ni wa Kenya, pia sisi kama Azimio, kama tungeshinda tungeleta wa Kenya pamoja, lakini kwa sababu mliponea chupu-chupu tunaheshimu kwa sababu za na yeye. Kwa hivyo Mheshimiwa Gachagua, nataka tukuombe tafadhali, wacha Kenya ikuwe share moja. Tumeona hiyo share vile mmeigawanya katika nafasi za kazi. Tafadhali hakikisha, kama leo asubuhi nimesikitika sana kwamba kuna mama mmoja anaitwa Amina katika Ministry of Health. Baada ya rais kwenda kule Khartoum, akakutana na hao watu wa Badea na Saudi Bank. Wiki iliyopita hao watu wamekubali kutupea a no objection letter, ndiposa tujenge cancer center ya 2.1 billion. Serikali kuu imeweka 1.9. Alafu huyo mama anapigia huyu jamaa kutoka Saudi ambaye ni wa Badea, anamwambia hiyo cancer center haiwezi fanya kazi. Tafadhali waziri, sisi kama wa Kisii, we have equal share in this country. Na ninaomba huyo mama akome, sisi ni wa Kenya na lazima pesa ambayo tumetafuta, kama hajui kuandika proposal, tutapea Dr. Kenani andikie yeye nini proposal. And I want to ask my fellow leaders from Kisii, you must stand with our people. Hiyo pesa ikitoka, eti kwa sababu huyo mama anataka kutoa, mwambie tutaandikia yeye proposal, aende aombe pesa. Hii tuliomba kama county na ikapita, na Mheshimiwa Rais amekubali. Yeye ni nani? Mwambie huyo mama akuwe na heshima na Wakisii bwana. Hatuwezi cheka na yeye. Kazi yetu ni kulinda. Pesa imekuja ya bure.
anasema lazima ibadilishwe. Hapana, if the national government imeweka 1.9, kwani yeye ni nani? Nataka kujua yeye, tukikutana yeye bahali mbaya lazima nitaambia yeye mambo mazuri. Nataka niseme la mwisho nikimkaribisha Mheshimiwa Moses Kuria kwamba sisi hapa Kisii, naona ukipigwa kuna maseneta wanapiga wewe wacha tukubaliane. Kiongozi ni kiongozi, wewe ni kiongozi na umeamua kuja katika kaunti zote 21. Kaunti ya Kisii ni mojawapo ya 45. Unajua wakati mwingine huyu ulevi kwa wakati mwingine ni mzuri. Ulevi wakati mwingine ni mzuri. Na mheshimiwa, ukiweka usiweke nyingi, wewe weka kidogo, nyorosha hao watu wengine. Unajua Moses ndio anawaambia ukweli. Ndio anawaambianga ukweli. Wakati mwingine waambie ukweli na itabaki ukweli. Especially huyo mtu wenu wa shares, ambia yeye ukweli. Sisi kama kaunti ya Kisii tumeweka milioni 250 kwa project hii. Serikali kuu imeweka milioni 250. Kwa hivyo yule mwingine anasema bwana, sisi tuko na pesa, tuko na bilioni 13. Na serikali kuu tutafanya pamoja kazi, ituongezee pesa nyingine tufanye kazi. Na hiyo ndio tumetumwa na wananchi hawa. Mwisho, nataka niambie wale ambao wanatoka pande hii, Industrial Park sio ya Bomachoge peke yake. Industrial Park ni ya Kisii mzima na ingine kutoka watu wa Transmara. Hata kutoka Marani, kutoka South Mugrango, Nyaribari, Bobasi, wote Bonchari. Hii ni Industrial Park yao. Naomba wale wako hapa, ndio nyinyi ndio mtapata kazi wa kwanza. Lakini lazima mpande mimea ambayo italeta pesa. Kwa sababu mko karibu. Msikubali mtu ambaye yuko kule Bogetutu juu alete apande avocado, apande mboga, wewe upandi. Lazima mkwe wa kwanza wafanya nini? Kupanda. Ama vipi? Kwa hivyo hii soko ambayo tunajenga leo, kuna wale ambao wanajua walikuwa wanaishi karibu hapa, kuna wale watasongezwa, tuko na hekali 100 hapa. Wale mtasongezwa, tutakubaliana na nyinyi. Kama serikali ya county tutafanya nini? Kwa hivyo mimi, kwa sababu ya wakati, nataka niwaulize wananchi watukufu, mko tayari kwa kazi hii? Mko tayari? Hebu nione kwa mkono tafadhali. Asante. Mheshimiwa Moses Kuria, utakapoongea tutasimama na wewe. Sisi ni watu wa opposition, lakini tutasimama na mawaziri na rais kama wanafanya kitu mzuri. Mtu ambaye tuwezi simama na yeye ni mtu anatusi sisi. Kwa sababu Kenya, sisi si watu wa nje wa Kenya. Sisi ni wananchi wa Kenya, ama vipi? Hivyo. Kwa hivyo wewe kaa ngumu bwana. Kaa ngumu, tutasimama na wewe. Wakifukuza wewe pande ile, kuja pande hii, tutashirikiana tuone vile tutachukua serikali. Si namna hiyo? You can be sure of this area support members of parliament and even governors. Huyo ambaye anaongea shares anatuambia governors you must behave, ndiposa mpate askari wenu. Me, I don't need police officers. Hao wananchi ni askari wa kutosha. I'm not going to behave anytime soon to please the deputy president. I'm not. I'm going to do what these people have sent me to do with my conscience. Kwa hivyo mambo eti lazima magavana, tutawezaje sisi magavana 47 eti magavana 5 toa askari, nyang'anya wao bunduki? Kwani nia yako ni gani?
Sisi tunasema kwamba hatuhitaji hao askari, kwanza wananchi ndio wazuri, tutasimama. Na mheshimiwa waziri, wacha nikwambia hapa, hao watu kuna wakati wanakimbizanga JSU mpaka inaingia ndani ya mio. Kwa hivyo sisi hii biashara nyingine ya kutishotishwa hatuwezi kubali. It is our country, we have a right to stay as a country and as one people. With those many remarks, nikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Industry, ndugu yangu Simbo mito ajabwaterabo mahata sumbito bwaterabo abagambi baito bwaterabo gakimoiriri atabakungu ngai mwacha mose simbuyo nserogo tata kurase kababa barongo mbuyore baito koko igwambuya onyenya kangoko ndasibo musori te. Gavana wa kaunti ya Kisii, rafiki yangu Paul Simba Arati, Mheshimiwa Senator Esio Kenyuri, ambaye ni senator maalum, Mheshimiwa Obadaya Barongo, mbunge wa eneo hili, Mheshimiwa Alfa Miluka, mbunge wa Bamachoge Chache, na watu wa Kisii, Buyamore na ide, Bwana asifiwe. Nimefurahi sana kuja hapa leo. Na kusema ukweli, mimi ni rafiki wa Kisii. Kuna mtu alisema nilikuwa hapa 2017. Lakini hata hapo mbele, Mheshimiwa marehemu, Mungu amlaze mahali pema, Mheshimiwa Joel Nyanja alikuwa rafiki yangu sana. Na nilikuja hapa pahali naitwa Nyabiole, na nafikiria mimi ndio binadamu wa kwanza kuleta helikopta Nyabiole. Si niko mbele? Hiyo historia ya Nyabiole ikiandikwa, na nataka kumwambia mheshimiwa wa area hii, kwa sababu ya heshima ya rafiki yangu Joel Nyanja, mimi na wewe tutakaa chini tushirikiane, lakini hiyo shule ya St. Mary's Nyabiole lazima tuwapatie basi. Na sio mwaka ujao, my friend. Mapema ndio nini? Basi ujipange na mimi nijipange. Kwa sababu dawa ya deni ni nini? Ni kulipa, na mimi sitaki madeni. Huu mradi tunazindua leo, mimi sina shaka ya kwamba utabadilisha maisha ya wananchi wote wa Kisii. Vile gavana amesema, hii ni nchi ya mandizi. Na mimi najua hivyo kwa sababu nikienda shule, mamangu alilipa karo, alikuwa anauza mandizi kutoka hapa Kisii, anatoa hapa, anauza katika soko ya Kawangware. Hata Usimba amekula mandizi ya mama yangu. Na hiyo mandizi Simba, nataka kuambia, mamangu alikuwa anaingia hapa Kisii kununua mandizi ndio akawauzia kina Simba. Tuko na mambo ya kahawa. Umesikia hapa county tuko na factories 52. Tuko na avocado. Na nishukuru pia governor amejitolea kutoa begu ama seedlings 1 million kuwapatia nyinyi. Na tumekubaliana na yeye, hamtalipa, atawapatia bure. Sasa shida iko hapa. Hiyo avocado kama mtaweza kuikula mumalize hapa ni sawa. Lakini mkijaribu kuleta huko Nairobi, my friend, haitafika hata hapa upande wa Bomet. Itaharibikia kwa barabara. Tumefanya hesabu tukaona kati ya avocado 10 ambazo zinatoka hapa Kisii, ni 2 peke yake inafika soko huko Nairobi. Ingine 8 inapotelea hapa.
Mambo ya mboga ni vile vile. Sasa huu mradi vile tafanya, kwanza hiyo kazi mnapeleka avocado, mandizi, mboga huko Nairobi, itakuwa inafanywa hapa. Kama ni mambo ya export, tuta export kutoka hapa Kisii. Wazungu, Wahindi, wa China, mataifa yote itakuja hapa kununua avocado yenu, ndizi zenu moja kwa moja kutoka hapa. So, hazitakuwa zimefika kiwango ya kununua hiyo pesa ya juu na wazungu. Tutaleta machines hapa. Na niko na chairman wangu wa Kenya Development Corporation, anaitwa John Sakwa Bunyasi, na CEO wake kutoka hapa Nyamira anaitwa Nora Latemu. Nimewaamrisha walete machines hapa za kutoa avocado oil, za kufanya unga kutoka kwa hizo mandizi. Na sasa nikisema hivyo, pengine mnafikiria ni matajiri wakubwa watakuja kufanya hiyo kazi kwa sababu nyinyi hamuna machine. Hizo machine ni zenu nyote. Kama uko na ndizi yako, unataka kutengeneza unga, unakuja unalipa kitu kidogo, unaleta mandizi, unapatiwa unga, unaenda unajiuzia wewe mwenyewe, ama unauza katika soko za nje tukiwa hapa. Hiyo ndio tunaita common user facility. Na ni kwa sababu sisi kama serikali ya Rais William Ruto tumechoka na huu uchumi wetu kumilikiwa na watu wachache. Hata nyinyi mahasola vile tuliwaambia mambo ya export mtakuwa hapa. Hata kama huwezi kuwa na hiyo packaging, tutaleta hapa mtumie nyote. Hata ile refrigerator, cold rooms, hii industrial park itakuwa na cold room, ndio mazao yenu isipotee. Na hii mambo yote mimi niko na hakika itabadilisha sura na uchumi ya hii Kisii County. Kila wakati hakuna mahindi, wananchi wetu wanaenda njaa. Nataka kuambia kwamba sababu tutaleta mashine hapa za kutengeneza unga kutoka kwa mandizi ya mahindi, kimalizika tunaingia mandizi. Maisha inafanya nini? Ama namna gani? Na mimi nitaenda kila pahali Kenya. Na hata jirani yangu, kuna jirani yangu rafiki mzee wangu ananipeanga mawazo, anaitwa Yoweri Museveni. Ananiambia nyinyi wa Kenya ile itamuua ni hii mambo yenu kupenda mahindi. Si mujaribu mandizi. Mimi nimwambia Rais Museveni wa Kisii wanakusikia. Na tutaleta hiyo unga ya mandizi mpaka huko Uganda. Tutauza mpaka huko. Jambo ingine ni mambo ya hii dhahabu yenu inaitwa Kisii Stone. Sasa hii mnapeleka huko Nairobi kwa mabrokers, wanauza, wanapata pesa nyingi, nyinyi mnapata kidogo. Soko ya Kisii Stone processing yake tutafanyia hapa. Kuuza ni hapa. Na vile mambo ya kahawa. Na nimeambia governor sisi tutaleta machines hapa tuweze kufanya not just milling vile umesema, all the way mpaka tufanye packaging, tukuwe na kahawa inaitwa iitwe Kisii coffee ama Ruto coffee ama Kuria coffee, na ikibaki iitwe Simba Arati coffee. Ndio hata nyinyi mkuwe na brand yenu ya kahawa inauzwa moja kwa moja kutoka hapa. Na mwaka ujao mwezi wa 4 tunataka kuambia contractor hii kazi iharakishwe bwana gavana. Tutakuwa na exhibition na conference ya kuleta mataifa yote ya dunia wakutane na makaunti zetu zote, ndio waweze kuulizana nani ataenda Kisii, nani ataenda Nyamira, nani ataenda Murang'a. Na sasa hiyo kazi tunafanya na World Bank, tunafanya na watu wa United Nations wanaitwa UNIDO. Bidii yenu ndio itawatetea. Wazungu na wa China na Wahindi na wengineo na Waarabu wakikuta Kisii ndio iko mbele, watasema wanatakuja hapa moja kwa moja. Na ndio mimi nimesema ile mambo
kuna session of paper number 10 1965 ile aliko na kina Mboya na Kibaki na Jonjo. Wakasema ati kuna sehemu za Kenya ambazo ziko na manufaa ama faida na zingine hazina faida. Huu mradi nafanya ndio ni reverse the adverse effects of that session of paper number 10 of 1965. Mimi naamini hakuna Kenya ambayo haina manufaa. Mpaka Turukana, kitambo tulikuwa tunadharau Turukana. Nani angefikiria mafuta itatoka Turukana? Na tulikuwa tunadharau Turukana. Mpaka Garissa, mpaka Mandera, mpaka Busia, mpaka Kisii, mpaka Mombasa, Tana River, kila county ichangie hili gurudumu la maendeleo ndio tusonge mbele tukiwa pamoja kama taifa la Kenya. Sababu ya madizi yenu, nyinyi ni shareholder. Sababu ya Kisii Stone, nyinyi ni shareholder. Sababu niko na haja na hiyo kawa yenu, niuze nje nipate foreign exchange, dola ianze kufinyilia shilingi yetu, nyinyi ni shareholder. Hiyo ndio msimamo yangu na huo ndio msimamo ya Rais William Samoei Ruto. Na ndio huu mradi, kama mwezi moja ulipita tulikuwa na rais pale Nyamira upande wa Sironga, tukalaunch hii mradi. Niona kazi imeendelea sana. Lakini wewe Simba, sababu umeanza kama mwezi moja umechelewa, mimi najua uko na mbio kama Simba. Ukimbie upite mpaka Nyamira, wakati tutakuja kufungua kaunti ya Nyamira tukufungue mpaka Kisii. Jana nilikuwa huko Migori, kazi inaendelea. Kesho niko huko Siaya, kazi inaendelea. Juzi Jumatatu nilikuwa huko Laikipia, kazi inaendelea. Jameni, mnataka tufanye maendeleo Kenya mzima ama kona ingine na ingine? Kenya mzima mpaka hapa Kisii. Tufanye maendeleo mpaka hapa Kisii. Kwa hivyo niwashukuru sana. Na niwaseme hakuna uchaguzi mwaka huu. Lakini unajua Usimba ni mkora Leo alisema mliponea chupu chupu. Juzi wakati rafiki yangu baba alikuwa hapa alisema hatukushinda Simba, sisi ndio tuko kwa wakati huu my friend. Mtu azoee mapema ndio ama namna gani? Ama nyinyi mnataka kukaa kwa baridi jameni? Mnataka kuingia kwa serikali? Haki ya Mungu, mimi naona nyuso zenu, mimi naona watu wa Kisii wako tayari kuwa kwa serikali. Na mimi huu mradi niko na hakika ya kwamba utabadilisha sura ya Kisii, uweke pesa kwa mfuko na vijana wapate kazi. Jamani, mkipata pesa kama leo, kama kila mtu hapa ako na shilingi 10,000 mfuko, kuna mtu atalalamika juu ya bei ya mafuta? Shida sio bei. Shida ni kwamba hamuna kitu kwa mfuko ama namna gani? Na ndio mimi natafanya ile nitaweza. Hii ya kuweka pesa kwa mfuko, hii ya kupatia mama wetu kazi, hii ya kupatia vijana kazi, hiyo mimi naweza. Hiyo ingine sitaongea. Mimi sio waziri wa mambo ingine. Mimi ni waziri ya kuweka pesa kwa mfuko. Kutoka leo hautasikia nikiongea mengine. Hiyo ingine mkaulize wale wengine. Kwa sababu mimi nawaambia ukweli halafu mimi nachomeka. Hapana. Ama namna gani? Mimi nikikosa kufanya industrial park mniulize. Nikishindwa kupatia vijana kazi ni mimi na William Ruto. Masoko ya bidhaa yenu kikosekana mniulize mimi. Mimi yangu inaishia hapo. Zaidi ya hapo ni kusema Bwana asifiwe na kukojea kuona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo mimi kutoka leo sitaki fujo ya mtu, sitaki kisirani. Nimewaambia ukweli, hamtaki kusikia. Muniachie kazi yangu, nipatie wananchi wa Kenya kazi, niwajengee industrial park kila pahali, niwatafutie soko, nifukuze umaskini, tuweze kumaliza ulevi. Unajua mimi nilikuwa nakunywa zamani na Simba Arati. Mimi nikaacha Simba, hiyo tabia utaacha hata wewe. Ninakuombea Mungu sana. Kwa hayo machache, Mungu abariki, Mungu alinde, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asante sana. God nakunywa na yeye wapi? Mheshimiwa Kuria, asante sana ndugu yangu.
nataka tumalizie hapo kwa kusema hivi. Abantu baminto Mheshimiwa Warongongo gotigrande egento gagu no nyemia 200 nata getentige mia lakini digantige 200 omentenke ukore na bantaba mo wanja boigo igo esigo waziri, unajua you did not say that you have launched this project officially. Tafadhali kuja, let him launch it now officially kwamba imeanza kazi. And now I want to declare the Kisii County Aggregation and Industrial Park officially launched. Pongezi gavana. Tato tigregawe abantu aminto bali baigaiga ni maetembaro bakolera konyona bamenye taiga nko basaba ntoje tubange torole ekiagere gento kewo chagaiga nekenene ni maeta abantu baitumba bwatenchara enene lakini industrial park ebne wo chagaiga na bobo tako butokora magena nkoigorande echire liabeire ogembo municipality Kiango waziri, kuna soko hapa moja ya Kiango na ya National Government Market ilijengwa ijapiano kwa county. Juzi watu walienda pale wakaiba mpaka meters. Nataka niwaombe tafadhali wananchi watukufu, nasikia kuna kijana mmoja anaitwa Rumumba ndiye anahusika. County Commissioner niliongea na wewe na nikaongea na County Commander, tafadhali wezi wakabiliwe vilivyo na sheria. Lakini soko ya Kiango tutakubaliana na waziri, lazima ifunguliwe. Kuna masoko nyingi, Mogonga inatengenezwa na huyu waziri kwa milioni 50. Motonto milioni 50. Keumbu inatengenezwa. Kwa hivyo soko zote zimewekwa katika hiyo program. Kwa hivyo nataka niwashukuru Tigante ebeke kusinga inwaba maame no omule bonombo bengo koromna omuigwaga kose mwagete kura yonse na inchenko banda magendero onse na kusiengima mbia mono Nyasaye abe nainwe mbia mono. Asante.